Yes, mtazamaji wa HV Media, leo tuko hapa katika kempu ya Makuli ambayo unaweza kusema Bandari Tanzania. Hawa ni wazee wa kupakia na kupakua mizigo, na hapa niko na semaji wao Philip Chimbi, na kwenda kuzungumza naye kuhusiana na usajili ambao wameufanya kuelekea msimu mpya wa NBC Championship 2026 2027. Bwana Philip, mambo ni aje? Safi kabisa bwana, mambo fresh wa hakika bwana. Safi, Mtwara iko vizuri sana bwana. Jana mmetikisa sana dunia mara baada ya kumtangaza Joyce Malisa Mutamba. Pengine sasa mipango ikoje kuelekea katika msimu mpya wa NBC Championship? Kwanza ni kushukuru sana bwana. Kama ambavyo umeeleza ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri. Tumefika Mtwara tangu Jumapili tarehe 8, leo ni tarehe 17. Maana yake almost kama wiki mbili tayari tuko Mtwara. Tuko tunaendelea na maandalizi yetu kuelekea kwenye msimu mpya wa NBC Championship. Megusia swala la usajili. Yes, jana tumemtambulisha nyota wa zamani wa klabu ya Africans, raia wa Kongo, Joyce Malisa Mutamba, waziri wa maji mwaga maji, ambaye amesaini kandarasi ya mwaka mmoja kuitumikia Bandari Tanzania, ikiwa ni sehemu ya wachezaji wengine wengi ambao tumewasajili. Tumesajili wachezaji 26 kutoka maeneo tofauti, lakini pia tumebakisha wachezaji wengine ambao tulikuwa nao kutoka msimu uliopita kwenye mashindano ya First League. Kwa tuna idadi ya almost karibu wachezaji 40 ambao tuko nao. Na kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu tunafahamu ratiba ilivyo iko very tight, na rais pia TFF alizungumza, kwa sababu unajua championship ni kama ilivyo pia NBC Premier League, kwamba mechi zitachezwa back to back. Tunatarajia pengine mwezi wa 5 au mwezi wa 4 katikati hapo ligi hiyo imetamatika kwa maandalizi hapo. Kwa tuna hisi kwamba mechi zitakuwa ni back to back. Kwa na sisi tumefanya maboresho, tumesajili wachezaji wengi wazuri, tukiamini kwamba championship kwa sasa ni kama ilivyo NBC Premier League, kwamba ushindani ni ule ule, idadi ya mechi ni zile zile. Kwa na sisi tulichofanya tukaangalia wachezaji ambao wana uzoefu, kwa sababu nia yetu msimu huu tunataka timu yetu ipande kucheza ligi kuu kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo tumesajili vizuri, yeye ni sehemu ya hawa watu. Haya, Ayubu Sintawa daktari, tunaye John Mbisa, tunaye Isa Ngoa, tunaye Sixu Sabilo, wako wachezaji wengi sana, Dennis wapo hapa. Tunaye tumembakisha kaka yetu mkubwa Haruna Shamte, Terminator, na wengine wengi ambao tunawasaidia. Kwa hiyo tuna almost kama wachezaji 40, lakini 26 wapya na wengine sasa ambao ni 14 wamebakia ambao tuko nao kutoka msimu. Tumeona katika mabadiliko yaliyofanyika, tumeona mpaka benchi la ufundi. Wakati tunaanza mwaka jana kule First League tulikuwa na mwalimu Bilanzi. Yes, baadaye tukaona baada ya mechi kadhaa kwa wakati karibia kutamatika akaondoka, akaja mwalimu Omega Seme, naye pia ameondoka. Tunaanza msimu tukiwa na mwalimu Habibu Kondo. Pengine hii inaashiria kitu gani kuelekea katika msimu huu? Ni mabadiliko ambayo tunaboresha. Yes, tunampongeza na kumshukuru sana mwalimu Omega Seme. Omega Seme hapa ni nyumbani, kwa sababu yeye ametengeneza timu chimbuko kuanzia chini kabisa, akaenda kucheza ligi ya wilaya, akaenda kucheza ligi ya mkoa, akaenda kucheza ligi ya mabingwa mikoa, akaja mwalimu pale katikati Dave Piero tunamuita hivyo, ambaye alikuwa nao timu mpaka kwenye hatua ya ligi ya mabingwa mikoa, lakini baadaye tumeingia kwenye hatua ya First League tukawa na mwalimu Milanzi. Baadaye katikati tukafanya maboresho mengine, tukawa na mwalimu Omega Sema akarejea nyumbani, ameifanya timu mpaka imepanda na tukacheza finali ya First League. Lakini tumeingia kwenye msimu mwingine, mabadiliko lazima yawepo, kwa sababu nasema kila stage ina uhitaji wake. Tunaye mwalimu mzoefu, unajua Habibu Kondo ni kocha ambaye ukiachilia mbali kucheza mpira, hizo wote kama unamkumbuka, huyu alikuwa ni fundi, ni kitasa kweli kweli. Ile jina la Cotton Juice, yeye alilienzi kwa ndugu yake kaka yake Cotton Juice, lakini pia yeye kuna mtu kwa maana ya Kevin Yondani ambaye pia alikuwa anaitwa Cotton Juice. Yawezekana watu walikuwa wanafuatilia vile ambavyo Habibu Kondo alikuwa anacheza. Kafundisha timu nyingi sana kwa mafanikio, ni mwalimu mwenye uzoefu na ligi, na ndio maana tukasema championship ni ligi yenye ushindani sana. Kuna timu nyingi ambazo zipo kwenye championship. Unazungumzia timu kama KMC, timu kama Tanzania Prisons, unazungumzia timu kama TMA, Transcamp, Stand United. Ni timu ambazo zimekaa pale kwenye championship kwa muda mrefu, kwa ni wazoefu. Sasa ili uweze kucompete sawa sawa, ni lazima uwe na watu wenye experience. Sisi ni Bandari, ni kwa mara ya kwanza tunacheza hii NBC Championship, lakini tuna watu wenye uzoefu kuanzia eneo la management mpaka players, na ndio maana hata kwenye technical bench tuko naye yeye. Lakini pia tunaye Kigi Makasi, mchezaji ambaye kacheza kwa mafanikio makubwa akiwa na Young Africans, amecheza hapa akiwa na timu ya Mtwara, kacheza vilabu tofauti tofauti. Msimu mwaka juzi alikuwa na Stand United wakati anamalizia akiwa anasoma kazi mambo ya ukocha. Kwa tuna watu kwa kifupi ambao wamesheheni, na tuna imani kwa maandalizi ambayo tunakwenda nayo Makuli, watu wa Mtwara, watu wa kusini na Watanzania watajua wote ambao wanatumia
bidhaa kupitia bandari zote nchini, watajua kwamba Bandari Tanzania ni timu. Unajua, wanasema si vizuri kukumbusha yaliyopita, lakini hili ni swali ambalo wanamtwara pengine limekuwa limewatatiza kwa muda mrefu wasipate majibu. Na mimi nikasema kwenye mahojiano yangu ambayo naenda kuyafanya leo na afisa habari semaji wa Makuli, na lazima atueleze kidogo pengine kulikuwa na haja gani ya kufanya mabadiliko ikiwa tu zimesalia mechi kadhaa ya mwalimu, maana kumuondoa mwalimu Milanzi na kumuingiza mwalimu Omega Sek. Ile bado ilileta maswali mengi sana kwa wanamtwara hasa. Kama ulivyosema, of course unakumbusha yaliyopita, lakini mimi ni professional, ni mwandishi wa habari, lakini pia mimi ni coach. Kwenye football kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea, lakini pia Bandari sio timu ya kwanza kufanya changes ya mwalimu katikati, na kukumbusha tu, kwa mfano Young Africans imefanya mabadiliko mengi sana ya mwalimu, lakini kwenye hayo mabadiliko wanayoyafanya bado unakuta timu inaongoza ligi, timu ina points nyingi, timu inaongoza kwenye idara ya magoli, timu imeruhusu magoli machache, lakini kuna mabadiliko wanayofanya. Kwenye football kuna mambo mengi ukiachilia mbali kuyapata matokeo uwanjani. Kuna upatikanaji wa matokeo kwa nguvu kubwa sana nje ya uwanja, lakini pengine kunaweza kuwa na changamoto ndogo ambazo management hairidhishwi moja kwa moja na namna ambavyo timu pengine inacheza, namna ambavyo ina behave nje na ndani ya uwanja. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanakuwepo. Kwa hiyo watu wengi ambao wako nje huwa wanatazama tu, wanaona muhimu si matokeo yanapatikana, kwa nini mwalimu anaondoka, timu inaongoza ligi, lakini kuna vitu vingi sana behind ambavyo vinakuwepo. Sometimes coach tunasema coach ni mwalimu, unatakiwa uwe mwalimu, unatakiwa baba, unatakiwa uwe nani, yani kuna role nyingi sana. Kwa hiyo ukifeli pahala sehemu moja ukafeli, maana yake unaweza kutengeneza kukawa na changamoto ya namna hata ambavyo unaweza kujieleza timu. Kwa kuna changamoto ambazo zilitokea ambazo management ikaona kwa kuendelea kusustain, lakini pia kuendelea kulinda brand ya taasisi, kwa sababu Bandari ni timu ya taasisi. Tukakaa chini tukazungumza na tukaamua sasa kuachana na Mwalimu Milanzi kwa amani kabisa, kwa upendo, bila shida, na ndio maana unaona hapa kuna changamoto. Kwa hiyo mashabiki huku nje pressure inakuwa kubwa, kwa sababu pengine hawajui mengine ya ndani, lakini sio kila kitu lazima mashabiki atakijua. Na ndio maana ukiona watu wengine wanatoa ushauri kuhusu usajili. Kuna mtu anaweza akatoa maoni yake kwamba kwa nini huyu mmemsajili, kwa nini hamjamchukua huyu. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunavitazama. Hii ni timu ya taasisi ambayo inaongozwa kwa uweredi mkubwa, inaongozwa kwa misingi bora ya kitaaluma na kiuongozi. Ndio maana nikakwambia tuna watu bora nje na ndani ya uwanja. Kwa hiyo niwatoe hofu wanamtwara kwamba hii ni timu yenu, watu wa kusini, sio tu Mtwara, kwa sababu sasa hivi naona Big Man wamerudi Tanga. Kwa hiyo maana yake ukanda wa kusini ni timu mbili peke yake, na Mungu ambayo iko NBC Premier League pamoja na Bandari Tanzania ambayo iko NBC Championship. Kwa hiyo hizi ni timu zenu, na sisi Makuli tunawafurahisha. Sisi kauli yetu ni kwamba tunapakua na kupakia, ni kazi. Kwa hiyo unapata mpira mzuri, lakini pia unahakikisha kwamba unaziona alama tatu. Lakini pia wanamtwara wamekuwa na matumaini makubwa sana tangu ujio wa hapa Mtwara, wamekuwa wakijitokeza kwa wingi katika kuisupport pale na Ngwanda. Sijaona pengine sasa mnawaambia nini kuelekea msimu mpya wa mashindano, maana wenyewe wanasema kwamba tusije tukawa tunawasupport sasa hivi timu kaenda ligi kuu watu wakahama. Nitumie nafasi hii kuambia wanakusini, nimepokea maswali mengi sana kuhusiana na swala la Bandari kuhama. Kwanza walikuwa na mashaka baada ya timu kupanda kucheza NBC Championship, wakafikiria kwamba timu itaondoka. Bahati mbaya pia zimekuja timu kadhaa hapa, sio vibaya kuzitaja, kwa maana ilikuja hapa timu kama Mbeya Kwanza ambayo baadaye iliondoka, si ndio? Kwa nadhani watu wana hofu kwamba inawezekana timu inaweza ikafanikiwa then ikaondoka. Ilikuwa vipi hivyo hata wakati tuko first league, watu walikuwa nadhani kwamba timu ikipanda itaondoka. Labda niwahakikishie kwamba sisi tuko Mtwara na hii timu ni ya Wanamtwara. Hii timu inamilikiwa na Bandari Tanzania, ndio inaitwa Bandari Tanzania. Maana yake bandari zote, Tanga, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara, bandari ya Kigoma, Mwanza, Kahama, bandari Chikavu, Bagamoyo, zote hizo, hii ni timu yenu. Na niwaambie tu, tunawashukuru sana TPA, mamlaka ya Bandari Tanzania. Tunashukuru sana DP World. Tunafahamu sote kwamba sisi tunawakilisha taasisi kubwa, na serikali imewekeza nguvu kupitia kwa mkurugenzi wa mamlaka bandari. Moja kati ya eneo bora kabisa ambao tunajivunia bandari ya Mtwara, ambayo inafanywa maboresho makubwa. Bila shaka kila Mtanzania anafahamu inaingiza bidhaa nyingi hasa katika ukanda huu wa kusini. Kwa sisi tupo sana na hatuwezi kuondoka kusini. Tutakuwepo Mtwara, na Mtwara ni nyumbani kwetu, na mtaona mechi zote 30 ama mechi 15 za nyumbani
na wapo ambapo tutaona utaratibu katika mechi za karibu. Tutakuwa tunaondoka pia na mashabiki kufuata tunapoenda kucheza mechi za ubingwa. Kwa hiyo ni watoe hofu kwamba sisi tuko Mtwara na hii ni timu yenu, na soon mzigo tayari umeshafika. Jezi zitaanza kuuzwa, zitapatikana, na tutawatangazia, tutawaambia kwamba jezi zinapatikana wapi, kwa kiasi gani. Kwa muondoeni shaka, hii ni timu yenu na hii itatembea nayo mara zote, siku zote, na bado tuko Mtwara, tutakuwepo Mtwara sana. Sio vile ambavyo mnafikiria kwamba pengine timu ikipanda ligi kuu tutakuwa Mtwara. Hapana, sisi tuko Mtwara na hii ni timu ya wana Mtwara. Ndio maana tunatumia neno Bandari Tanzania, maana yake tunasapotiwa na kila anayetumia bandari nchi nzima. Hii timu ya kila Mtanzania ambaye anatumia bidhaa zinazopita bandarini, lakini maskani yetu sisi ni Mtwara na Ngwana sijaona. Watu tunaona ligi kuu imeanza, wengine wana Mtwara nao wakasema sasa mbona Bandari wako kimya, hatupe ratiba, pengine tunaanza lini na tunaanzia nyumbani ama ugenini? Wataka kufahamu. Tunasubiri bodi ya ligi, nadhani inawezekana mwishoni mwa mwezi huu ama mwezi wa 9 mwanzoni, ratiba ya NBC Championship itatoka. Hata sisi tunasubiri, lakini tunaamini kwamba muda sio mrefu, ndio maana tunaanza maandalizi mapema. Leo ni wiki ya pili, na bila shaka mazoezi yetu tunayafanya na Ngwanda pale kwa session 2 chini ya mwalimu Ayub Kondo, kwamba asubuhi na jioni, na kama ambavyo tunatazama kufika kambini, umeona tumetoka mazoezini muda huu baada ya vijana kupata training ya kutosha, na wengi wako fit, hakuna mchezaji mwenye injury. Na soon atafika hapa Lomalisa kwa ajili ya kuungana na wenzake, na sio tu yeye, tuna baadhi ya wachezaji wengine ambao bado hawajafika kama wachezaji 4 5 wataungana na hapa kwa ajili ya kuendeleza session, lakini ratiba soon as possible itatoka, na utaratibu ya bodi ya ligi uko hivyo. Inaanza NBC Premier League, inafuata NBC Championship, baada ya hapo inatoka ratiba ya First League, na baadaye utaratibu wa mashindano mengine ambayo yako chini ya TF, kwa maana CRDB Federation Cup inakuwa iko wazi. Kwa maana hata sisi tuko tunasubiri, lakini tunaamini muda sio mrefu ratiba itatoka, na ikitoka tutashare na wana Bandari makuli wote Tanzania wote. Sasa unawaambia nini makuli wa Mtwara kuelekea msimu mpya? Kwanza njoni mazoezi, muone training, uione timu yenu. Lakini cha pili, kaeni mkao wa kula mzigo wa jezi tutakapofika, mnunue sana jezi ya kutosha. Lakini cha pili, hakikisheni tutakapotangaza ratiba mechi zetu, njoni uwanjani kwa wingi. Tunataka sisi kwamba na Ngwanda kila mmoja ajue kwamba kusini kuna korosho, na msimu wa korosho unakaribia. Kwa hiyo tunataka mtu ajue kwamba uchumi wa kusini unabebwa na korosho, ambapo pia mzigo mkubwa unapakuliwa na kupakiwa kupitia bandari ya Mtwara, si ndio? Na unapita kupitia bandari zote Tanzania. Kwa hiyo sana bwana alisemaje mpaka wakati mwingine. Bwana, shukrani sana, Mungu akubariki sana, tuko pamoja sana. Sawa, tulikuwa na semaji la makuli, na hapa tuko kwenye kempu yao hapa maeneo ya Shangani huku, hapa tumetoka kuzungumza naye hapo mambo kadha kadha kuelekea wa championship, ambapo Bandari wanakuwa wakishiriki michuano hiyo, na ikitokea msimu huu wakamaliza vizuri, kwa maana wakawa nafasi 2 za juu, basi moja kwa moja watakuwa wakipanda daraja kuelekea katika ligi kuu ya NBC. Kutokea hapa mimi sina la ziada. Jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Ni kusiku subscribe, like, share, comment YouTube channel yetu, lakini usisahau tunapatikana katika mtandao wa Instagram, TikTok na Facebook. Anwani hiyo hiyo ya Chivihi Media. Asante mpaka wakati mwingine.